Kwa hiyo sasa kama hivyo ndivyo sasa ndio wakapanga sasa mashehe kwamba kitu cha kwanza matabia ya kwanza, sawa, ya kwanza itakuwa ni moto, sawa ya pili itakuwa ni nini? Upepo, sawa na ya tatu itakuwa ni nini? Maji, na ya nne itakuwa ni nini? Ni udongo. Kwa udongo ndio tabia ya mwisho katika zile tabia ngapi? Katika zile tabia 4. Sasa nakurudisheni. Kwa aliposema sasa kwamba zile na msingi ni nukta na zile na kila nukta wakaipa tabia, na kurudisheni sasa katika ile shikeli niliyosema ya utubatu dakhila. Sawa Tanielewa tu. Kwa maana hiyo sasa, kama kila nukta walipa tabia na tumepata kwamba tabia ya kwanza sasa ni moto, na ya pili ni upepo, na ya tatu ni maji, na ya nne ni udongo. Kwa hiyo hii shikeli ya utubatu dakhila ina tabia yake, na kwa ikhtilafu za wanazuoni mbalimbali, lakini mimi siendi tabia ya jumla, tunasoma hizi nukta. Siri ya shikeli ni nukta, sawa Ninaposema siri ya shikeli ni nukta, simaanishi kwamba nakataa tafsiri ya umbo zima hili. Na kuingiza ndani zaidi kwamba kuna pahala katika kutafsiri bao lako utatakiwa kutumia umbo zima, na kuna pahala katika kutafsiri bao lako utatakiwa kutumia hivi vitabia 4 vilivyoko katika nini? Katika hilo umbo. Kwa hiyo tukirudi kwenye mada yetu kwamba vile msingi si nukta na zile nukta kazipa tabia. Sasa tabia ya kwanza tumesoma ni nini? Tumesoma tabia ya kwanza ni moto. Kwa hiyo hizi nukta za kwanza hapa juu kwenye shikeli ya utubatu dakhila, hapa utapata hii ni nukta ya moto. Sawa? Hii nukta inayofuatia hapa kwenye hii shikeli ya utubatu dakhila, tutapata kwamba hii ni nukta nini? Ya upepo. Sawa? Hii nukta ya tatu hapa tutapata kwamba ni nukta nini? Nukta ya maji, ya tabia ya maji. Na hii hapa tutapata kwamba ni nukta nini? Nukta yenye tabia ya udongo. Kwa hiyo kumbuka, aliposema kwamba kitu kizito ndio hubeba kitu chepesi na kitu chepesi hakibebi kitu kizito, hakuwa na maana nyingine. Alikuwa na maana ya kuweza kuzipanga hizi tabia, kwamba tabia ya kwanza iwe ipi, na tabia ya pili iwe ipi, na tabia ya tatu iwe ipi. Maana yake huu ni mpangilio wa nguvu za kitabia. Sawa Huu ni mpangilio wa nguvu za kitabia. Nafikiri kwenye hicho kitabu huko mbele mmeona. Sisi tumeona vizuri Hapa haelezei mpangilio mpangilio wa kinyota. Sababu mpangilio wa kinyota hatupangi hivi. Huu ni mpangilio wa nguvu za kitabia, na mpangilio wa kinyota hizi tabia ni kitu kingine. Kwa hiyo usije ukaleta swali kwamba sasa kama hichi ndio kitu kizito kuliko hivi vitu vyepesi, kwa hiyo ina maana hii nukta huku chini ni zito zaidi kuliko hivi vitu vingine. Huko usiende kwanza, huko tutafika, lakini usiende kwanza. Hata kama majibu itakuwa ndio, lakini huko usikimbie kwanza. Yaani usikimbilie mbele wakati huku mwanzo haujapaelewa, au huku bado tupo huku mwanzo. Ukikimbilia mbele, maana yake ni kwamba utakuwa unalikata somo. Nanielewa vizuri mashehe na mnaonifuatilia? Ukikimbilia mbele utakuwa unalikata somo linalofuata. Kwa inshallah, kwa dhamira hapa ilikuwa ni mpangilio wa hizi tabia, kwamba tabia hii ipi iwe ya kwanza na ipi iwe ya mwisho, ili tukishapata huu mpangilio ndio tuje kwenye hili neno hapa kwamba msingi ni nukta, na hizo nukta zilipewa nini? Tabia, ili tupate namna ya kuziingiza hizo, ya kuziswitch hizo tabia katika nini? Katika umbo. Umbo linaundwa kwa mistari yenye nukta 2 au 1. Sasa zile nukta pale zinatakiwa zipate tabia. Kwa kama zinatakiwa zipate tabia, kwanza zinatakiwa sasa tujue sasa tuna switch vipi zile tabia, na tuna switch kwa mfumo gani.
kwa mfumo wa kinyota ama kwa mfumo wa kinguvu za kitabia. Lakini kwa mantiki hii tunayoisoma hapa, maana yake ni kwamba hizi tabia tunaziingiza hapo kwa mfumo wa nguvu za kitabia na sio mfumo wa nini, wa kinyota. Kwa kama nilivyosema, hizi nukta mbili hapa ni moto, hii nukta moja hapo ni upepo, hiyo wengine moja ni maji, na hii ya mwisho ni nini? Ni udongo. Hii ndio maana halisi na muktadha ambao shekhe wetu alikuwa anatufundisha hapo. Kwa hiyo kama hapo tumepaelewa, na tuendelee na kipengele hapa kinachoendelea kinachofuata hapa, na wala tusiwe na haraka mashekhe, taratibu mtanielewa na mtajua nini ninachomaanisha ama ninawapeleka wapi.